Uchungu umetanda katika kijiji kimoja huku mafuriko yakiharibu mashamba, nyumba na kuwalazimisha wenyeji kukimbia. Hasara yake ni dhahiri na kiasi cha uharibifu ni kikubwa sana. Njia inaongoza kwenye mfereji wa maji unaofifia kwenye uwanja wa maji. Hakuna gari au pikipiki kupita hatua hii. Wakazi wanalalamika kupita kwenye maji ili kufika kwenye kile walichokiita makazi au nyumbani kwao. Kwa wale ambao bado hawajahama kutoka eneo hilo na ambao wanashikilia matumaini kwamba maji ya mafuriko yatapungua hivi karibuni. Kutoka mbali, wasichana watatu hutembea kwenye maji hadi kiunoni wakidhamiria kurudi nyumbani licha ya mafuriko. Mvua imeharibu chakula yangu. Nilipata mbegu kwa soko, wakanipea mbegu, nikapanda. Mvua ikikuja ikinyesha, maji ilipeleka. Nikaenda sokoni nikanunua mbegu, pia imepeleka. Lakini miti ilipeleka karibu 3,000. Maji pia imeingilia kwa miti zangu ambayo nilipanda, inaweza kusaidia wenye nchi. Hakuna faida ambayo nitapata kwa maana maji imejaa. Kwa nini? Kwa miti. Government unaweza kunisaidia namna gani? Mimi ni mke, sina bwana, niko na watoto wako shuleni. Sasa hizi miti nilipanda ili nisaidie, lakini usaidizi hakuna ambao nitapata kwa miti kwa maana maji imeingilia. Government unaweza kunisaidia namna gani? Mimi ni mkaaji wa hapa ndio nyumbani iko hapa. Mimi ni mmoja wenye maji walijaza nyumba yao. Kwanza mimi nyumba yangu ilijazwa na maji, hata venye mnaona kwamba ni maji. So mimi naomba serikali situletee chakula. Kenye inatusumbua kabisa ni maji yenye inatoka huku juu. Ituletee culvert, ituweke hapa culvert ili maji ipate venye inapita. Si ati kila wakati ni chakula, na suluhu nayo iko inaweza tusaidia. Sisi tunataka culvert. Ndio tunaomba serikali ituletee. Chakula unaletewa leo, kesho tena maji. Ya pili, hii barabara ni mbaya. Usenge, Usieko road, barabara ni mbaya. Sasa biashara imeanguka chini. Sisi kama watu wa bodaboda sana kazi sasa imepungua. Inaweza fanya hii maji sije ikatudhuru kila mara. It's like inakuanga tu hivi kila mara, every year. Every season tunakuwa hivi. But tofauti na this season na ile season nyingine ni gani? So tofauti na this season na ile season nyingine. Ile season nyingine hakukuwa na mvua nyingi sana. Kwa hivyo ilisumbua tu wale wenye wako kwa manyumba zao, lakini sio mashamba. Ya round hii lakini imekuwa extra mile. Imeenda hadi kwa mashamba. Inasumbua watu wa mashamba, inasumbua watu pia. Alafu unaona vile imefurika hivi inafanya hadi mahipo wanakuja karibu, wanasumbua watu. Sasa tuna security vile sana na hao wanyama. Hata watoto sasa hii inaweza kuwa ni ngumu sana kwenda lake wakiwa peke yao. Lazima wakuwe na mtu mkubwa, mtu mzima. Na kando na hiyo, hata wewe mtu mzima huwezi pigana na ndovu, huwezi pigana na hipo. So tunaomba tu serikali waangalie kando na mafuriko, waangalie pia mambo na mahipo. Because ukiwa kumefurika hivi, sasa lake inakuwa deep, wanashindwa kukaa pale ndani, wanatoka nje wanakuja hadi kwa maboma za watu. So juu hii maji inakuja hadi kwa maboma za watu, wanakaa pale, unaweza dhani ni ng'ombe, si ng'ombe, ni hipo. Na hipo umejua ni dangerous kwa binadamu. Kwa hivyo tunaomba serikali waangalie hiyo upande wa wanyama na upande wa maji. Si chakula tu, manake wengi wanakuja tu wanatuletea tu chakula nini. Chakula itasaidia sana, manake chakula leo, kesho bado mafuriko iko. So serikali waangalie venye watakuja watusaidie venye hii maji haitakuwa inatufikia kila mara. Kwa sasa unaishi wapi?
Kwa sasa mimi niko shule bana. Nilitoka kwa nyumba yangu kwa sababu ya mafuriko. Mafuriko ilikuja iliingia hadi kwa manyumba zetu. Mimi nikatoka tukaenda shule. Shule gani? Shule Lower Primary, huko ndio tunakaa. Hadi sasa? Sasa venye wanafunzi wamefungua mnafanya aje? Sasa hiyo ndio tisho. Tunashindwa sasa tutaenda wapi? Najiuliza kila mara, lakini vile mmekuja hivi tunajua sasa tutasadika.